Katika sehemu ya 4 tuliishia pale ambapo vita kati ya Neema na mume wake Moses ilikuwa imefikia kilele. Baada ya Neema kusimama imara katika maombi na imani, nguvu za giza zilianza kudhoofika. Hatimaye siku ya mvua kubwa, Moses alipata ajali mbaya ya gari na hapo ndipo mwisho wake ulipoanza. Mvua ilinyesha usiku kucha. Radi zilipiga, upepo ulivuma kwa nguvu, kana kwamba hata asili ilikuwa inashuhudia kile kilichokuwa kinaendelea. Neema alikaa kimya ndani ya nyumba ile ile ambayo zamani ilimletea hofu kubwa, lakini sasa kulikuwa na utulivu wa ajabu. Simu ililia tena usiku huo. Alipokea kwa tahadhari. Hali yake ni mbaya, hajazinduka, sauti ya upande wa pili ilisema. Neema hakujibu mara moja. Aliweka simu taratibu. Akainua macho yake juu. Hakulia. Hakufurahia. Alikuwa katikati ya kitu ambacho hata yeye mwenyewe hakuweza kukielezea. Siku iliyofuata Neema aliamua kwenda hospitali. Alimkuta Moses amelala kitandani, ameunganishwa na mashine. Yule mwanaume aliyekuwa na nguvu, mwenye sauti ya kuogopesha, sasa alikuwa dhaifu. Macho yake yalikuwa yamefungwa, mwili wake haukuwa na nguvu. Neema alisimama pembeni yake kwa muda mrefu. Ndani ya moyo wake kulikuwa na mchanganyiko wa hisia. Uchungu kwa aliyopitia, hasira kwa aliyofanyiwa, na huruma kidogo kwa mtu aliyekuwa amepotea ndani ya giza. Ghafla Moses alifumbua macho polepole. Alimtazama Neema. Hakukuwa tena na ile nguvu ya kutisha. Kulikuwa na hofu. Nisaidie. Alinong'ona kwa shida. Neema alishangaa. Huyu hakuwa yule Moses aliyemjua. Unahitaji msaada gani? Aliuliza kwa utulivu. Moses alijaribu kuongea, lakini sauti yake ilikuwa dhaifu. Wanarudi, wanataka kile chao. Macho yake yalijaa hofu. Niliwapa kila kitu lakini haitoshi. Maneno hayo yalikuwa uthibitisho wa mwisho kwamba kila kitu kilikuwa kweli. Dakika chache baadaye mashine zilianza kutoa sauti zisizo za kawaida. Madaktari walikimbia ndani. Neema alisimama nyuma akiangalia. Hakupiga kelele. Hakukimbia. Alikuwa mtulivu. Baada ya muda mfupi, mmoja wa madaktari alitoka. Akamwangalia Neema. Pole sana, hatujaweza kumwokoa. Na hapo safari ya Moses ikaisha. Baada ya kifo chake, mambo yalianza kubadilika haraka. Nyumba ile iliyokuwa na giza ilianza kuwa nyepesi. Hakukuwa tena na sauti za ajabu. Hakukuwa na ndoto za kutisha. Ilikuwa kama mzigo mzito umeondolewa. Neema alihama nyumba ile. Hakutaka kubaki na kumbukumbu zile. Alianza maisha mapya ya kawaida ya utulivu, lakini yenye maana kubwa zaidi kuliko utajiri aliokuwa nao zamani. Neema alianza kutumia muda wake mwingi kanisani. Sio kwa sababu ya hofu tena, bali kwa sababu ya shukrani. Alimsaidia mchungaji, kuwasaidia watu wenye matatizo, kusimulia ushuhuda wake, kuwatahadharisha wengine. Kila alipoongea watu walinyamaza, kwa sababu hadithi yake haikuwa ya kubuni, ilikuwa ya kweli. Siku moja alipokuwa amekaa peke yake, Neema alijiuliza, kama ningechagua tofauti, maisha yangekuwaje? Lakini hakujilaumu sana, kwa sababu alijua watu wengi huingia katika mitego kama hiyo bila kujua. Na wakati mwingine tamaa ndogo tu inaweza kufungua mlango wa hatari kubwa. Mafunzo kutoka kwa simulizi hii. Hadithi ya kafara ya mapenzi inabeba mafunzo mazito sana ya maisha. Moja, tamaa ya mali inaweza kuharibu maisha. Neema hakumpenda Moses kwa dhati, alimpenda kwa sababu ya utajiri wake. Uamuzi huo ulimpeleka kwenye mateso makubwa. Mbili, sio kila kinachong'ara ni dhahabu. Utajiri wa haraka usio na maelezo mara nyingi una siri nzito nyuma yake. Ni muhimu kuuliza na kuchunguza. Tatu, dalili ndogo zisipuuzwe. Mama yake Neema aliona dalili mapema, lakini Neema hakusikiliza. Wakati mwingine onyo huja mapema sana. Nne, imani ni nguvu kubwa.
Katika hali ambayo hakuna msaada wa kibinadamu, Neema alishinda kupitia imani. Hii inaonyesha nguvu ya kusimama kiroho na kisaikolojia. 5. Ujasiri wa kukabili ukweli. Neema hakukimbia baada ya kugundua ukweli, alikabiliana nao. Huo ndio ujasiri wa kweli. 6. Kila kitendo kina matokeo. Moses alitafuta utajiri kwa njia mbaya na mwisho wake ulikuwa mbaya. Maisha huwa na mizani. 7. Kila mwisho ni mwanzo mpya. Baada ya giza, Neema alipata mwanga. Hata katika mateso kuna nafasi ya kuanza upya. Hitimisho la hadithi. Neema hakurudi kuwa yule msichana wa zamani. Alikuwa tofauti. Alikuwa amepitia giza na akaona mwanga. Na sasa alikuwa mwanga kwa wengine. Kama umefuatilia simulizi hii mpaka mwisho, basi ujue hii ni mwanzo tu. Kuna simulizi nyingine kali zaidi zinakuja. Zenye mafumbo mazito, zenye mafunzo ya maisha, na zenye kusisimua mpaka mwisho. Mwisho wa Kafara ya Mapenzi. Tukutane katika simulizi zijazo. Asanteni.